babako akaua mamako hivyo tu. Aya. Nikauliza mnasema nini? Sasa hapo mimi nikaenda ile kuangukia sister yangu Samuel alikuwa ananifuata kwa nguvu nikilia. Nikisema mtaniambie kenye kinaendelea hapa. Sasa mimi pia nikajikuta najua kutumia touch. Kia touch nikaona friend request. Nika accept. Sasa ni ile tu unataka ukue na friends. Sasa wewe una confirm. Uko na hiyo tamaa. Na hadi una request tu sasa hiyo tu kidogo niko na message. Ndio si kusoma sana lakini pia wanajaribu kutext. Wanashukuru Mungu hata kizungu inipiti sana. So nikachat nikapatana na mwanaume. Huyo mwanaume akasema mimi natafuta mwanamke wa kuoa. Sasa watu wamekaa. Tukakaa ikafika saa 7. Saa 8. Saa 9. Umewekwa uko hapa kwa church sasa hapo. Sasa nikajitoa. Uko kwa church ama kwa ofisi? Sasa stress nimeanza kutetemeka kwa ofisi. Nimeanza sasa kutetemeka mwili sasa hapo sasa. Kuna vile na feel ni saa 9. Watu mpaka wameoda watoto wakule. Pastor akaambiana watoto wakule. Pastor wangu pia amejawa na stress. Ikafika saa 10 hakuna. Saa 10 ya mchana. Kifika saa 10 akasema jioni. Akasema sisi ndio hao tumetoka. Na nimefika tu raunda na mafuta inaisha. Good morning, good afternoon, good evening. Haria hothe uri kana haria ratwirorera uri. Tabarira ni umiriria show ni twacokereria. Muthiri muthenya ungi Ngai witu atuheete. Koguo wanyona ukamenya ndakurehera mugeni. Ndena mugeni haha na mugeni wetu hataelewa hii lugha ya Kikuyu. So allow us tweke show ino na Githweri. Most welcome. Endelea ku subscribe, like ngano citu, thikiriria kiria tukiri nakio. Karibuni sana. Metrin. Yes. Karibu sana. Uko Meridia show. So nataka usalimie watu wetu kwa kamera, utuambie majina yako yote hiyo ingine then tuendelee na show. Karibu sana. Asante. Majina yangu ni Metrin Nanjala. Mzaliwa wa Kitale, lakini sasa hivi naishi Nairobi, mtaa wa Kibra. Ni jina tamu sana. Wewe mzaliwa wa Kitale ama ulizaliwa Kitale mkakuja Nairobi? Mimi mzaliwa Kitale. Kuja Nairobi kwa asili. Okay. Mlikuja na wazazi, tuambie kwa kaka life history ya ukiwa mtoto mdogo, mlikuwa wangapi? Nyumbani kwetu Kitale, mimi nimelelewa na wazazi wawili tofauti. Okay. Kwa babangu na mamangu nilizaliwa nikiwa peke yangu. Hapo mamangu angeweza kutulia kwa ndoa, katoka. Kwa sababu nikarudi nikalelewa na nyanya kuzaa mama. Wanga akaolewa kwingine. Kwa kwingine sasa babangu angeweza kunichukua maana sikuwa namjua kwa mdogo. Nimelelewa na nyanya hadi miaka 8. So mamangu akatoka huko mahali alikuwa ameolewa kuja kunichukua kwa nyanya. So nimelelewa na stepfather na my mom real hadi nikafikisha 16 years. So 16 years ndio nikajua babangu mzazi. Na sikumjua kirahisi. Nilipata ujauzito nilisababisha nitoroke nijue sasa babangu mzazi. Yes. Mashida silikukalia ukasema now I have to look for my father. Yeah, because unajua hali ya baba ambaye si wako ama mama ambaye si wako, changamoto ni nyingi. Mbozo zilinichangia nikawa huku. Sababu wakati nilikuwa naishi na stepfather, mwanzo alinilea kama mwanae. Alikuwa mzuri, nilimjua ni kama ni babangu mzazi. Lakini unajua umeenda kwa familia ukiwa na miaka 8, kuna maneno utayasikia familia inaongea, maybe watoto wa babazi wengine wanaongea kwa si mtoto wa boma, huyo si babako. So yalikuwa yakiniuma, lakini singeweza kuuliza mama mbona wanasema hivi na hivi. So there is a time ilifanya hadi niulize, maana ilikuwa ukitaka pesa labda mtihani, unajua shule za serikali hizi mara nyingi wanaitisha tu pesa ya mtihani. So ilikuwa nikihitaji pesa ya mtihani, maybe pesa ya kunyoa nywele, napoitisha huyo baba anasema ambia mamako kuonyesha babako. So hizo vitu zilikuwa zinanichangia, nafuatilia sana nijue. Ongeza tu ka volume kadogo tu. Yani nifuatilia sana nitake kujua babangu mzazi yako wapi. So ilikuwa nikiuliza mama anakataa hiyo story, anageuza. So ikafika wakati nakaribia nikangangana tu na hizo mashida. Unajua sasa huko Kitale kwetu mashamba ni makubwa. Kuna msimu wa kupalilia, kuna msimu wa kuvuna.
So inabidi weekend najituma ili nipate hiyo pesa, at least nilipe shuleni. But kuna time ilifika sikupata hiyo pesa. Hapo nakumbuka nilikuwa na turn 16 years, sasa nimekuwa mama mkubwa, lakini hapo sikuwa najua mwanaume ni nini kwa maisha, kwa sababu huyo baba alikuwa mkali, ungekuwa unatoka ovyo ovyo. So ikawa kuna rafiki ambaye sana juana na babangu mzazi, mara nyingi alikuwa akikuja akiniambia juu ilikuwa nina pass kwao, maana kwetu pia mamangu alikuwa ameoleka kwa maisha ya shida, lazima auze pombe ndio pia tupate pesa ya chakula nini, maana wote walikuwa walevi, na huko pia mamangu alikuwa amezaa watoto 6 kwa hiyo babangu, so mimi nilikuwa mtoto wa 7. So ilikuwa nikipita hapo nikienda shuleni, ananiita, mke wake ananikaribisha. So mimi sikuwa najua hiyo friendly ananiita, kumbe anajua kwetu nyumbani. So akawa ananiambia tu, mnajua kwenyu mko tu wawili na siku moja utakuja jua. So mimi nikawa na hiyo hope, nasisitiza namwambia, si hata mimi natamani nione babangu mzazi. Mamangu anasema tu babangu mzazi yako, babangu mzazi yako. So mimi natamani sana nijue. Ikaenda tu hivyo. Ikafika time sasa tunakaribia kufanya mtihani, sasa nataka kwenda darasa la 8. So mtihani wa 7. So sikuwa na pesa. Nikauliza mama akaniambia ana pesa. Nikauliza babako, nikauliza baba, akaniambia ana pesa. Na hapo shuleni wameniambia lazima ninyoe nywele na lazima pia nipeleke pesa mtihani. Nikajaribu kuomba pia maangozo wao wengine pia hawana. So ikakuwa ngumu kwangu na sikuwa nataka nikose kufanya mtihani. Kuna kijana tulikuwa tunashiriki naye kanisa moja, alikuwa mtoto wa pastor. So ile kumzoea tulikuwa tumemzoea, maana pia tulikuwa kwa kwaya wote, kwa praise tulikuwa wote. Nikaenda nikamwambia, fulani mimi nimefukuzwa shule na sina pesa ya mtihani na pia wanataka kuninyoa. Nakumbuka alikuwa na kinyozi. Akaniambia ni sawa, mimi nitakunyoa lakini make sure unalipa hizo pesa weekend. Nikamwambia mimi nikienda tu kibarua mimi nitakurudishia hizo pesa. Sikuwa najua ako na nia nyingine tofauti. Maana hakuwa ameguzia uhusiano wote na mimi. So mimi nilikuwa najua tunaenda kumuongelesha juu ni mtoto wa pastor, atanisaidia. Aliponiambia kuwa nitakunyoa na nitakupatia pesa lakini si bure. Nikamwambia unamaanisha nini? Na unajua sasa hiyo ni Saturday na inafaa Monday tunaanza mtihani. Yes. Akaniambia sasa itabidi ulale na mimi ndio nikupatie hizo pesa. Mtoto wa class 8. Sasa nina 7 nataka kufanya mtihani wa 7. Hiyo jambo linisumbua sana, maana ilikuwa sijawahi enda na mwanaume, sijawahi jua mapenzi ni nini. Lakini sasa sikutaka kukosa huo mtihani. Ilibidi nilikubali nikalala na yeye hapo kwa kinyozi. Nilipolala na yeye nikatoka, alinipea pesa ndio na alininyoa. Nikarudi nyumbani kwa mama. Sasa Monday ikafika, nikaenda nimenyoa nywele, nikapea na pesa. Nikakaa, nikamaliza tu mtihani vizuri. Nikakaa kama miezi 2 nikajikuta nina ujauzito. Niliogopa sana maana baba huyu alikuwa mkali. Sasa nilikuwa nashindwa nitaeleza aje mama. Maana mamangu ni mtu akona haraka. Anakumisha huko kule. Mwanzo ningemwambia tu hivi. Yeye anaambia baba direct, na hapo ni kichapo. Sasa kuna wakati mvua ukao unanyesha na kuna kibarua, sasa tukaenda kuogota mahindi. Hata naenda kuogota mahindi kakutana kijana mwingine kwa barabara, anambia mahindi yangu imekuwa mingi, nisaidie kubeba. Na siku anajua Joseph fadangu anapita na baisikeli. Akapata huyo kijana ananisaidia, tuko wawili tunatembea kwa barabara, ananisaidia maana huwa anakuwa na shida ya kifua mostly kama kuna kumenyesha baridi hivyo huwa inanisumbua. Sasa kijana amenisaidia. Huyo baba alinipita tu. Nilipofika nyumbani huyo kijana akaniwekea mahindi chini na akaenda. Baba alinichapa. Na hapo sasa niko na mimba miezi 2. Usiongei. Baba alinichapa, najaribu kuambia mama na muexplainia vile niko, wakanishangilia. Nikatorokea nikaenda wapi kwa huyo mtu sasa mwenye alikuwa anakuwa close na mimi akiniambia kwenyu ni hivi. Nikatoroka hiyo usiku, ilikuwa usiku. Nikaenda nikalalia huko. Nilipoenda kulalia huko sasa huyo mamangu mzazi sasa kaanza kunitafuta. Aliponipata mimi nikamuelezea mama, mimi nataka nirudishe kwa shosho. Maana mimi hali yenye niko nitakwambia tu kweli. Nataka unichape lakini nimekuambia mimi ni mjamzito. So mama alikuwa anasisitiza sana ajui ujauzito ni wa wapi. Ni wa nani? Ni wa nani na ni wapi, yes. Sasa sikuwa nataka mambo mingi na sikutaka kumwambia. Yeye naye akanipombeleza nini nirudi nyumbani. Hiyo story ikawa imeisha. Nikarudi nyumbani. Wakati nilirudi nyumbani sasa akaanza kunihoji polepole.
Nilimwambia tu ni ya mtoto fulani kanisani. Sikutaka kumwambia ni mtoto wa pasta. Maana pia ni pasta wa mamangu. Sasa ingekuwa aibu. Sasa baba ndiye alisisitiza. Sasa mama naye akawa amwambia baba. Baba ananichapa niseme. Sasa nikatoroka nikaenda nikawasenda nikaambia kijana mimi ni mjamzito na nyumbani wanasisitiza sana niseme. So mimi naenda kusema ni yako. Akaniambia hapana usiende kusema sasa lakini mimi nitakushughulikia. Mimi vile aliniambia atanishughulikia nikawa na hope. Hata nyumbani wakijua after all atanisaidia. Yes, hakuna shida. Nikakuja nikaambia mama hii mimba ya kijana fulani wa pasta fulani. Mama akasema mama ndio huyo kaambia mzee. Baba aliwaka. Baba vile aliwaka mimi nikasema wajua mamangu ako na speed baba pia ana speed. Mimi ndio huyo nikakimbia soko nikamwambia kimeumana. Na mimi sitaki ifikie hapo. Toroka. Ama uwawe sasa. Yes. Kwa kile kijana alitoroka. Wazazi wake walimshughulikia katoroka alikuwa anaishi na Ivasha. Huko Naivasha akakuja akamalizia juu alikuwa amemazanga yeye form 4. Akakuja huko Naivasha akajificha akapata kazi ya walimu. Mimi nikajifungua hakuna mtu. Hautasoma hautaendelea na masomo tena. Sasa hiyo wakati ikawa sasa baba amekuwa mkali kabisa. Sasa ilibidi mimi nipange deal na huyo mtu anitorokesha sasa. Nikaenda sasa akakubalia babangu ndugu ya babangu mzazi sasa akakommunicate na yeye nikaenda nyumbani. Sasa ninaenda kujua babangu nikiwa na ujauzito na niko na 16 years. Ndio naona babangu mzazi real sasa. Huko nimefika babangu pia ako na mama mdogo. Kwa amejaliwa mtoto mmoja msichana. Walinikaribisha, Steve mother alifurahia kuniona. Tukawa tunaishi maisha mzuri. Saa harakati unasikia tu vile watu wa mtaa wanaweza sema, unajua mama mwenye si wako haizi kuangalia wakati umejifungua vizuri. Sasa wakawa wananichanganya. Rudi tu penye mamako mzazi yako ujifungulie huko. Nilirudi tena. Sasa hapo nakaribia kujifungua mara nimekaa na wao hiyo mimba ilikuwa miezi 2 3 mpaka nikafikisha mimba miezi 8. Nikarudi tena kwa mamangu mzazi. Sasa hapo wametulia maana mamangu alikuwa ananifuatilia nirudi. So nikarudi kwa mama. Nilikaa kwa mama kuna polytechnic katokea wazungu walikuwa wana advertise wanataka wasichana wenye wamachia masomo kwa barabara wawasaidie hii mambo na kusuka kushona. So mimi nikawa nataka kuenda ndio si pia mimi ni macha shule hata kama sijajifungua mimi naenda kufanya interview. Baba alikataa. Yosepata akasema sasa wewe na hii tumba yako unaenda wapi utakubaliwa wapi na wamesema sana wenye walizalia nyumbani waliacha masomo. Nilijificha. Na kwa bahati mzuri nilijificha hivyo nikaenda na interview mimi nilichakuliwa. Wazungu matrons wenye walikuwa hapo kanifanyisha interview kwa kweli nilipita nilipigiwa simu after 2 weeks nikaambiwa nimepita nahitajika mahali fulani. Huko nilienda nikahostiwa nikakaa na mimba. Maana mimi nilieleza maisha yangu mimi nakaa na stepfather na hali si nzuri sana. Mamangu anapitia kwa sababu yangu. So nilichukuliwa huko nikakaa huko. Kaza huyu baba mzazi hashughuliki. Baba mzazi sasa amejua tu nimerudi kwa mikono ya mama yangu. So yako tu sawa. So wakati nimekuja huku sasa nikaenda huko wazungu sasa wakutaka nijifungulie nyumbani. Nilikaa huko shule juu shule ilikuwa board. Sasa mimi nilichukua kwa boarder si kwa day scholar. Nikaishi kwenyewe. Niliishi huko kama mwaka. Mtoto sasa amefikisha miezi 9 hapo. Babangu sasa akakuja na step mother shuleni kuja kunitembelea. Step mother akalia akasema, "Ndio sasa na mtoto hautaweza shule. Mara unaenda kwa darasa, mara mtoto. Wacha mimi niende na mtoto nyumbani." Na hapo nilikuwa nishaatisha mtoto na miezi 6 matiti maana kifua yangu ilikuwa sasa inajaa na mtoto alikuwa mnono. Sasa nikawa shida kila hospitali nini. Sasa ilikuwa kazi rahisi pia nikakubalia matron pia akakubali mama aende na mtoto. Huyo na pia ni step mother wangu sasa mtoto anaenda na yeye. Mama yangu akawa anarusha maneno mbona nimemnyima yeye mtoto na peana kwingine mtoto. Sasa ikawa vita huku na huku mama wasikizani. Nikangana sasa ilikuwa nikifunga shule ninaenda. Nilisponziwa kwa miaka 2. Nikiwa tu hapo mpaka nikajua kushona. But sasa si kuenda sana. Wakati nilifika sasa nyumbani mtoto wangu amefikisha miaka 2. Nikaambia mama sasa mimi sioni nikiendelea na hiyo shule. Kwa sababu kitu kingine ilikuwa tunafungiwa sana. Hakuna ile freedom ya kutembea.
hata kuenda sokoni hakuna, geti imefungwa throughout, hakuna vile mnatoka. So wakati tulitoka tu tukasema tuende nyumbani, mimi sikurudi tena. Hata sikuendelea nifanye mtihani nipewe certificate, mimi nilikataa. Na vile wamekusaidia. Na vile walikuwa wamenisaidia. Sasa ndio ujue hiyo kausichana sasa kameza kuja sasa nimeanza kurudi. Yes. I need my freedom. Ndio hiyo sasa. Kufika kwa napata mtaani sasa wasichana wamekuja. Wenye wametoka Nairobi huko wameunda kwa vizuri nini. Nikasema mimi naenda Nairobi kazi. Nikamwambia mama sasa mimi naenda kazi. At least nikutumiange pesa. Mama pia nao akaniunga mkono. Nikatoka. Nakumbuka nilikuja kazi ya nyumba ya kwanza nilifanya Saudi Sea. Kafanya kazi ya nyumba hapo. Hiyo kazi ya nyumba sasa maji nayo ikanizidi kifua. Maji kila saa. Ya kila saa niko kwa maji, kila saa niko kwa maji. Nikatoka. Nikarudi tena nikatafuta saa kwingine tena nikakuja Saika. Nikatafuta kazi ya nyumba huko Saika nikapata. Sasa hiyo harakati natuma pesa nyumbani. Mimi mwenyewe natulia. Nikapatana na marafiki. Marafiki wakaniambia unajua hii kazi ya nyumba haiwezi kukuchanua. Maana kila kitu unapata hapo. Jua maisha kujitegemea. Sasa harakati sasa umekuwa msichana na hiyo freedom hauna. Wengine wakaanza kunishawisha naambia kuja tuishi pamoja. Nikataa. Kidogo wakati najipanga niache kazi, nikapigiwa simu nyumbani, nyanyangu mzazi wa kuzaa mamangu amekufa. So nikapata nini ya dharura nikaenda. Nikurudishe tu nyuma kidogo. Yes. Yule kijana wa pasta walikutafuta? Hawakunitafuta. Ama ilisha hivyo? Hakuilisha hivyo. Hata hakujua. Sasa niwe na maisha yako. Pasta alijua. Bibi yake walijua. Hao walijua lakini hakuna mtu mwenye alitafuta. Mtu alikuwa akinifuatilia sana, akinifuatilia kuulizia watu niko wapi, alikuwa ni sister yake na alikuwa kadogo. Okay, uko hapa kwa nyanyako. Yeah. So nikaenda nikazika nyanyangu. Nikazika nyanyangu nikarudi nyumbani. So kufika nyumbani ni sister mwenye nilikuwa nafanyia kazi akaniambia mimi nitakuongezea mshahara kuja wapi Nakuru. Nikaenda sasa kwa sister yake nikaishi kuishi naye Nakuru maana alikuwa na mtoto mmoja. Nikaanza kufanya hapo kazi ya nyumba. Nikaendelea patana na msichana mwingine rafiki yangu. Akaniambia mimi naenda kwa boyfriend wangu, mimi nimechoka hii kazi. Yeye alikuwa pia Nakuru. Nikamwambia ni wapi? Nairobi. Sasa yakarudi Nairobi tena. Akaniacha. Nikaanza kusema na hii maisha sasa mimi watu wanaanza kujitoa hivi. Na mimi nimekaa. Hapo nilipangana mtoto wangu amefikisha miaka 3. Kidogo nikaanza sawa nangangana na hiyo kazi, nikaanza kuambia baba yako kila saa mgonjwa, kila saa mgonjwa. Nikasema sawa, wacha nikipata off nitakuja. Sasa hiyo sina pesa. Step mother anaitana. Nikakaa nikangangana. Hiyo msichana akafika mahali akaniambia hapana, nyumba yangu ni kubwa na mzangu wako ile. Kuja tu asol. Niliacha kazi hata mwezi iko imeisha. Nikakuja Nairobi mahali inaitwa Donholm. So nikawa naishi na msichana, tunatoka asubuhi tunaenda tunauza biscuit Mombasa Road kwa jam. Akanifunza hiyo kwa asol kuoka sasa. Walifika wakati sasa wakaanza madharau na bwana yake. Wana kila saa wanagombana. Nikasema huenda ni mimi nafanya wanagombana, wacha mimi nijitoe. Nilipojitoa hivyo nikaenda nikaishi kwa aunti yangu. Aunti yangu anakuanga hapo Saudi B. Nikaanza kukaa naye, nikitoka nikiasol. Kidogo nikaambia babangu hali yake si mzuri. Nikaambia aunti yangu acha mimi niende nyumbani. Huyu ni baba mzazi. Sasa baba mzazi sasa. Kwa kuja nyumbani, hali ni babangu alikuwa ni lazima tena nikuje kazi. Nikatulia nyumbani. Wakati nitulia nyumbani nilikaa kama miezi 2 tu. Sasa hiyo kuhustle imenifanya mpaka babangu alikuwa na nyumba kadogo tu ka flat. Hiyo kuhustle nini nikawa natuma watu nyumbani wanapiga matofali nyumbani kwa shamba. Hivyo babangu mpaka nikaongeza nyumba, nikamjengea nyumba ya mabati 18. Oh, wow. Maana hiyo ndio ilikuanga ndoto yangu. Mara nyingi baba alikuwa ananiambia, siku moja utatoka na wageni wako Nairobi. Utakuja wapi? So hiyo kitu ikawa inanisoma kila mara. Nilijenga nyumba na nikakuja nyumbani sasa wakati babangu ako mgonjwa na ndiye amehamia tu ndani. Na hii kazi ya house girl. Hii house girl tu. Sasa babangu alilala tu kwa nyumba miezi 2 na anakufa. Sasa nikawa najiuliza, hii ndio ulikuwa unasisitiza ukisema nijenge nyumba wageni wanaweza toka Nairobi. Kumbe wanakuja kukuzika. Nyumba yenyewe hata hujakaa ndani. Miezi 2 umekufa. Sasa hiyo kitu ikawa inanisumbua. Hii ndio baba alikuwa anasisitiza nijenge nyumba kumbe anakufa. Hakuwa anataka wakati wa mazishi yake watu wakuja pata ni nyumba ndogo. Sasa nikawa na hiyo kitu inanisumbua sana.
Wakati babangu alikufa hivyo, maisha sasa ikaanza kuwa hard. Stepmother akachange. Atajua msichana wake pia amezaa, ama atajua ni mimi, ama atajua ni mtoto wangu. Sasa nikaanza kuona vile ana. So hapa ni kama uko na boma mbili, kwenye ulizaliwa na baba mzazi na huko. Yes. Sasa nikaanza kunisumbua, nikapigia mamangu mzazi simu, nichukue mtoto nimpelekee. Huko naye mama anakubali ndio, lakini huyo baba hataki. Huyo baba bado anasisitiza anataka ukijana amweke ndani. Na huyo kijana mwanzo simu zake haziingiangi. Hata nikienda kwao kuulizia wananiambia hata wao hawana namba yake. So nikawanga tu kwa hiyo maisha ya uchungu, nikikumbuka nilisave life yake, nikijua atanisaidia, lakini kumbe alikuwa ananipangia kuniacha maisha yangu iende hivyo. Maana alikuwa ananipromise mimi ndataka tu uendelee na kusoma, lakini mtoto ndakuwa namshughulikia. So alikatiza ndoto yangu hivyo class 7. Sasa nikafika mamangu huyo stepmother akabadilika. Si mama nilikuwa naona, maana ilikuwa kitambo alikuwa babako hako tena. Sasa baba hayuko. Sasa ka change, anakuwa tu mkali. Kila saa anasema amechoka kana mizigo. Sasa ikawa hiyo kitu pia inaanza kunihukumu. Nikachukua mtoto wangu, nakumbuka there is a time nilichukua mtoto nikapelekea mamangu. Fika kwa mamangu pia huko nayo baba huyo sasa amekuwa anachukia mama juu, anaambia kila saa mama, hata una asante. Nimekulelea mtoto tena bado unaleta mchukuni ile. Hauna shukrani. Sio kitu ikawa inafanya mamangu hana amani kila wakati. Vita kila wakati. Mama akanipigia simu. Nikaenda nikachukua mtoto tena nikarudisha stepmother. Niliporudisha stepmother mtoto, maana hapo sasa kuna ndugu za baba walikuwa karibu. Hakuna kitu alifanya. Nikasema, kuna kijana nimepatana naye kwa mtaa. Huyo kijana akasisitiza kunioa. Mimi niliamua kuoleka. Ni mtaa upi? Huko Kitale tu. Okay. Akanioa sasa. Nikaona sasa anakubalia nichukue mtoto. Stepmother akakataa nisichukue mtoto. Huyo kijana nikimuolekea hakuwa anakunywa pombe. Alikuwa kijana tu anapiga matofali anauzia watu. So alikuwa na bidii tena anajua kupiga kangumu. So akanifunza hata mimi nikajua kufanya hizo kazi za kangumu, najua kukata, najua kufanya nini. So tukawa tunaishi tu vizuri. Tumeoana sasa. Tumeoana sasa. So ikafika mahali nikamwambia mama mimi nimeolewa na niko mahali inaitwa Birunda. Akasema sawa, haina shida. Nikatoka vizuri nikaenda nyumbani nikachukua nguo, nikaenda. Sasa unajua nyumbani mama huyo stepmother hakuwa anataka kufuatilia sana nimeolewa na nani, it's like nimemuondokea. So hiyo ndio ilikuwa tamanio lake sana nitoke. Maana kila wakati alikuwa anashinda nimechoka kana mizigo, mimi sitaweza familia mbili hivyo. Sasa nikawa na share na aunti yangu sasa sister babangu mwenye ako close sana na babangu. Nikanamwambia wewe ulikaa na baba hospitalini. Baba alikufia kwa mikono yako. Ni nini baba alikwambia sasa? Alikwambia nini cause mimi baba ameniacha tu hivyo. Mimi sielewi. Akaniambia mimi kina kitu yenye babako ananiambia na sitakisema sahihi. Lakini wewe endelea tu kaa. Sasa nimetoka kwa ndoa nakuja kumtembelea, naleta mamboga juu nimejua mtoto ako nyumbani. Huko pia na hustle kibarua nakuja naletea mama, namletea mahindi, nanunua mboga weekend juu ni karibu, naenda sokoni na nanunua tu vitu vya mtoto naleta. Nikashika ujauzito, nilikaa mwaka mmoja nikashika ujauzito huko. Wakati nilishika ujauzito kijana akachange. Siku moja akakuja kwa nyumba amelewa yake yote. Nikamuuliza wewe uliniambia hakunywi pombe. Nikauliza rafiki yake. Fulani aliniambia hakunywi pombe, imefikia wapi anakunywa pombe? Akasema huyo jamaa alikuwa wakati alikuwa amekunywa sumu. So kuna muda alikuwa amepewa asikunywe pombe. Maana sumu na pombe. Sumu na pombe hayanani. Nikamwambia sumu ilikuwa aje akakunywa sumu? Akasema ni mambo tu na shamba. Akaniambia si unaona hata yuko karibu na wazazi wake. Wazazi wake walienda mbali. So walitaka wote wahame waende wote huko nyumbani. Lakini yeye alikatalia hapo mahali alikuwa amejenga nyumba yake. So wakati wazazi wake wanamlazimisha atoke hapo aliamua kunywa sumu. Yeye atoki hapo. So wazazi wakamwachanisha hapo, hawakaenda. So akabaki hapo peke yake. So nikamwambia nataka unionyeshe kwenu. Vizuri tu alinichukua akanipeleka kwa wazazi wake. Mama yake alikuwa mzuri, baba yake alikuwa mzuri, masista wake wote walinipenda. Hiyo ndio shida ilifanya niache. Ulevi ilikuwa too much na vita. Maana anakuja amelewa kila saa kichapo.
Na hapo sasa niko na mimba miezi 4. Nikarudi nyumbani, mimi nikabeba nguo zangu sasa ndio tena kwa stepmother. Mama yangu hakuniongelesha. Wewe ni mjamzito, mtoto wako na huyu. Hakuniongelesha. Chenye aliniambia juu nilikuja tu jioni saa 1. Hakuongea, aliniangalia tu na kufunga mlango, na mtoto wangu alikuwa hapo ametoka kuchunga kondo. Hapa ako 4 years. Anasoma. Hapo yeye alikuwa ameanza kwenda nursery. Ameweka hapo. Hata hakutuongelesha kitu, akafunga mlango yake na kufuli. Akaenda. Nikakaa na ile nyumba ulijenga. Hiyo mpaka nilikuwa nishamjimbia kisima ya maji. Saa 1 hakuna, saa 2 hajarudi. Saa 3 hata msichana yake haonekani. Na huyo msichana yake kumbe alikuwa ameenda na mtoto wake. Sasa mimi sikuwa najua wamepanga nini. Sasa hiyo baridi ikawa inaniingia, kifua ikaja. Nikamwambia mtoto, hebu tutoke viju basi tuende kwa senge huko juu. Nikatoka polepole. Bahati mzuri nikalemewa kwa njia, na kumbe anti yangu naye ndiye alikuwa anapita. Anatoka naye kukunywa kidogo. Akatipata kwa barabara. Anajaribu niongee, sauti haitoki. Alinichukua, akanipeleka kwake, akanihudumia maji moto, nikarudisha. Akaniuliza shida nini, nikamwambia mimi nimepigwa kwangu na nimeamua kuja. Na kufika nyumbani mama amefunga tu mlango, hata hajatuongelesha, na mpaka saa hii hajakuja. Nyanyangu akaita babangu mwingine, akamuelezea. Huyo babangu akamwambia sasa kama amefanya hivyo itabidi uishi na mtoto. Kuishi na anti yangu nikakaa nini mjane. Pia umri umeenda. So pia na anategemea watoto wake wampe wenye wameolewa hapo karibu ndio wafanye nini. So hii harakati ya kushona, at least kuna shule ikatokea mahali nikiwa tu bado na mimba ya mtoto wangu msana. Shule ikatokea na huyo bishop, mara nyingi nilikuwa naenda kanisa hapo. So huyo bishop akaanza kuadvertise kuna polytechnic inafunguliwa huko chini, wanataka wasichana. Na pia anataka mafundi wenye wanashona nguo za watoto, maana anafungua shule. Mimi nikamwambia mimi najua kushona nguo. Pia nika-advertise, pia nikaenda nikaita msichana wa aunti yangu ameolewa mahali, nikamwambia sasa nguo unajuanga kushona, kuja tuende. Wakuja sasa, sikuwa najua kushona vinyasa, mimi nilikuwa nimezomea dressmaking. So nilikuwa najua tu dress peke yake. So yeye akanifunza, tukaenda huko naye akanifunza kushona vinyasa hapo tu immediately, maana kwanga na kichwa nyepesi ya kushika vitu haraka. So nikawa naenda na nini huku nafunza, huku tunafunzwa kushona sweta, na huku pia tunaitwa kazi tenda ya kushona uniform. Sasa ikawa inanisaidia na course ilikusaidia kwa nisaidia sasa nikawa najua hata kushona uniform. Na huku pia tukimaliza hiyo mambo na material ikisha, tunarudi kwa darasa kushona sweta za shule. So ikawa inanisaidia sana, napata hata pesa kidogo, na pia aunti yangu nanunua kidogo vitu za mtoto kuzaliwa. Unaona? Sawa, nikawa nangangana hivyo. Ikafika sasa unaishi wapi? Sasa nakaa Kibra. Hiyo masaa hiyo wakati sasa naishi kwa aunti yangu sasa. Nakaa kwa aunti yangu juu ile alinichukua kwa barabara. Baba alifunga nyumba na akaenda na hivyo. Hata kukuja asubuhi aulize tuko wapi. Hakuwa inifuatilia. Sasa hii mambo yote nafanya nilikuwa kwa aunti yangu. Naenda shule nikiwa na mimba, jioni nakuja mimi napenda kuogota kuni barabarani. Sasa aunti yangu anashindwa, huyu vile alienda shule alienda wapi? Kidogo naenda nimekuja na kuni. Naogota kuni nimeleta. Kidogo namwambia hii pesa nimepata hii na hii. Wakati alikuwa mzuri sana aunti yangu. Yaani nampenda mpaka saa hii, maana ndio kila kitu kwa maisha yangu. Kliniki ikifika ananipeleka. Ikafika wakati sasa muda wa kujifungua kafika. Lakini mimi nilikuwa naenda tu bado. Maana huo mwezi yenye nataka nijifungulie ndio mwezi material imeweletwa. Nikaenda tu. Nakumbuka nilitoka huko na hiyo jioni nikajifungua, hata si kwenda hospitali. Maana nilikuwa nafanya exercise sana. So nilijifungua tu na aunti yangu. Babangu huyo pia alikuwa karibu, alikuwa anafanya kwa City Kanza. Alikuwa amekuja na gari, huwa anaendesha hiyo gari zao. Wakanichukua wakanipeleka hospitali kupima, kila kitu iko sawa, mtoto ako sawa. Nikarudishwa. So hiyo harakati sasa sio shule imeisha hivyo. Hakuna vile nitarudi kwa maana nimejifungua naanza kulea. Watoto wa aunti yangu sasa wakaanza kubadilika pia na wao. Maana sasa nimesha job. Siko job. Kuna mtoto mwingine aka hapo, huyu pia nimezaa. Ni wao. Na hapo nilikuwa nimesave. Sasa ilikuwa kitu kidogo, na pia nilichukua pesa mahali fulani nitanunua. Yaani aunti yangu hakuwa na shida. Watoto wake ndio walifika mahali sasa wakasema hawataki pia aunti yako ina mzigo.
Nikauliza sasa Mungu, ndio niko na neema, mali nienda nakubalika, lakini inakuaje ninakaa kidogo na keukwa? Hiyo harakati nataka kujipanga sasa, niachia ndi yangu mtoto wa miezi 8 na yule mwingine sasa anaelekea 5 years. Na sasa anaenda 5 years. Sasa niache aka kadogo pia jua ndangu sasa pia amekubalia. Niende nifanye kazi ya nyumba. Napigiwa simu nikiwa tu na ndi yangu. Tuko district kuja usaini mama yako aingia mochari. Mama mgani? Huyu mzazi sasa yeye. Aya. Alikuwa mgonjwa. Saa nilishtuka. Sijapigiwa simu. Mama ni mgonjwa. Hamjakuwa mkiongea sana. Tujakuwa tukiongea sana maana ana simu. Au kama napigiwa tu simu na mtu tu from nowhere kuja sign mama yako aingia mochari. Sasa mimi nikaona is like wananitania. Nikaambia andi yangu piga hii namba. Andi yangu akapiga simu akasema ni kweli mama yake tumekuwa tunamleta kwa matibabu haraka lakini amekufia kwa njia. Sasa ndi yangu pia ndi yangu kukata simu akaanza kulia. So hapo mimi nilipoteza fahamu. Po rudisha nikajikuta nimeenda district vizuri huko kwetu. Ukweli nilienda nikasign. Hawa watu wa mochari wakasema. Na bwana yake alikuwa wapi? Huyu baba wa kambo. Sasa wakati naulizia. Sasa wakati naulizia na mamangu ameolewa. Bwana yake ndiye nafaa kwa amemleta hapo. Sasa nikauliza kwanza ni sister yangu mdogo ndiye alikuwa amepeleka mamangu hospitali na wangu mwingine hapo. Ndugu huyo babangu stepfather. Huyo baba alinificha. Huyu msana pia akanificha. Nikauliza ni nini kinaendelea? So mimi sikutaka sasa juu wote wamekataa kuongea. Mimi nikajua maybe ni moment juu mama amepass. Aunti yangu na cousins wangu hapo wengine wakanisaidia nikasign. Nikasema nataka nione mama live. Nimuone mimi mwenyewe. Hao watu wa mochari wakasema hapana. Wewe pia utakuwa maiti mwingine maana waliangalia moyo wangu vile nilikuwa. So wako niruhusu. So mimi nilipiga nikasema basi nipeleke mpaka penye mama yako. Juu mamangu alikuwa ameolewa mbali kidogo mahali inaitwa Mail 7. So mimi nikaenda huko. Kufika huko naona watu mtaa wanalia nini. Sasa akaniambia baba yako akaua mama yako hivyo tu. Aya. Nikauliza mnasema nini? Sasa hapo mimi nikaenda ile kuangukia sister yangu Samuel alikuwa ananifuata ni kwa nguvu nikilia. Nikisema mtaniambie kenye kinaendelea hapa. Na baba ako wapi? Nikasema baba ametoroka. Nini mbaya? Baba walikuja jana usiku kama wamelewa wote na mama. So harakati ya kupigana alimkanyaga hapa na gambut. Kamua. So mama akaanguka chini. Sisi tukapiga nduru kuja kuchukua mama kupeleka hospitali. Mama akiwekwa kwa kitanda akasema sijui mzizi gani imekatika. Hivyo asubuhi mama akakata roho. So hiyo kitu ilinifanya na hapo babangu yako ametoa mahari ya mamangu. So pia nikakuwa tena kwa changamoto kubwa sana. Maangos wanataka wamshike umweke ndani. So ametoroka. Mimi nikaambia babu yangu juu nyanya alikuwa amekufa sababu ndiye amebaki. Nikamwambia mama hapa kana watoto 6. Na huyu mtu ametoroka. Ni sisi wenyewe tunangangana. Sasa hawa wanangangana wachukue mwili waende wazike. Maana wajatolewa mahari kama sisi Waluya hawezi sika mwanamke kama hujamtolea mahari. Sasa mimi nikawa nauliza ango mtachukua aje mwili na huyu mtu hata hayuko. Mji mwachie mwenyewe azike. Na mwenye kutoa mahari ni mwenye kumuua. Ndio huyo mwenye kumuua na ametoroka. Nikamwambia sasa nyinyi itabidi mfanye nini? Muache mimi mwenyewe imani. Ilibidi mimi niingilie kikao ya mamaangu ya mahari. Maana sasa mimi ndio mkubwa. Hata unajua ile kitu sijui kitu chochote maana sijawahi kaa kwa ndoa ati muda mrefu pia mimi nimetolewa hata sijui. So ikawa simu inatoka huko babu anataka mwili huku na ukuja naongea sasa na mandugu za huyu baba mwenye ameua mama wananiambia tu please wewe ndio utaweza tusaidia. So nikawauliza sasa kama mango amekataa ni nini nyinyi mtawapea? Wakasema kuna pikipiki hapa, tutachukua pikipiki muuze. Tuwape. Sasa angangu nani walevi tu hawa akaona pikipiki sawa. Nikasema hakuna haja. Anafurahia nyinyi mchukue tu hiki tenye iko. Huyu mtu mwenye azike bibi yake maana watoto wote wako huko. Na mimi hali yenye niko. Juu mtoto ako miezi 9. Niko na mtoto mwingine.
sina kazi. Siwezi sema ati mwekieko huyu mtu ndani mimi nitaweza kulea hawa watoto 6 wote. Haiwezekani. Mumuache tu akae, hata msimfunge. Mama mwenyewe atashughulika na yeye. Na kama mama atamwamua muachilia leo watoto pia ni sawa, lakini msimweke ndani. Ango zangu babu walinisikia. Hata naye kwa ndani yako wapi? Walikuwa wamemficha watu wao wenyewe. Okay. So wangu wakakuja, akatokelezea, akakuja, wakasaini, wakachukua pikipiki, wakaenda. Akawa anaharakisha sana, siku fulani bibi yangu azikwe. Niye kusema. Yes. Mamangu hakuwa anaenda kanisa. Tena ikawa changamoto, mamangu anazikwa na walevi. Hakuna hata pasta. Nikaongelesha pasta wangu mali alikuwa anashiriki. Nikamwambia itakuwa aibu sana mimi mwanzo naimba kwa madhabahu na mamangu anazikwa kienyeji. Naomba tu kuja unizikie mamangu. Huyo pasta hakukata. Alikubali. Sasa ni mjikase kimwanaume. Sasa hapo nikawa nailia, kingine kinaniambia na nikilia nani atashughulika hapa? Maana watu pia na wako tu. Kila kitu wananiuliza mimi ni mdogo, mimi hata sasa sijui hizo maneno za mazishi wanapanga aje nini. Mwanzo nika hapo nimeshughulika hiyo kila kitu, wananisukumia wanasema wewe ndio unagaramika kuvalisha mama yako, ununue jeneza. Nikauliza hao. Mimi nimewasimamia wajawafunga. Si nyinyi wenyewe mnunue hizo vitu, mimi nitanunua aje? Wakasema hapana, lazima uvalishe mama yako. Kuna committee. Sasa hao wenyewe ndio wanapanga. Juu wanapeleka hiyo mazishi. Nikamwambia na mimi hamwezi zika mama yangu haraka. Mama yangu mtamzika Saturday siku fulani, tarehe fulani. Juu mimi ndio nimesema na ni mimi nimekuwa na wafaitia wakaniruhusu. Sasa nilikuwa najiita mkutano. Sina baba mzazi, sina mama mzazi. Mimi sasa nimekuwa real yatima. Sasa hao ni watu wawili tofauti. Ni stepmother na stepfather. Na ni muuaji. Na wote stepfather siwezi ishi naye, kwanza ninamchukia kama kitu kingine. Siwezi ishi na yeye, aliua mamangu. Stepmother since alinifukuza hajaijua niko wapi. Hajai nitafuta. Sasa nikawa niko kwa hiyo life ya kujiuliza. Kwa hivyo hakuna vile mlistaki hiyo maneno. Hivyo vile ilimalizika, waliandikisha tu mama pombe ndiye ilimuua na ni hivyo. Shuka siku ya kuleta mwili kafika huko hiyo shule nilikuwa nasoma, nilikuwa na shona manguo, wakachanga, wakanipatia pesa nikanunulia mamangu nguo, nikamvalisha. Siku ya kuleta mwili, hakuna ile ati nakuanga nini, nitafuta tu pick up ndio niliweka mwili. Yaani hivyo, yaani hiyo mamangu alikuwa life goals, alikuwa kwa nyumba ya mabati 8. Hiyo nyumba sote wanalala jikoni, hiyo nyumba ndio yao. So ikawa tu simple hivyo, mamangu akakuja akazikwa. So ilikuwa hard. Nikimagine babangu amekufa, hajaiona hata matunda yangu. Mamangu pia naye anakufa, hajaona matunda yangu. Niko bado kwa maisha ya kuhangaika, ya shida. Sijui sasa watoto wa aunti yangu wakinikataa mimi naenda wapi. So hiyo ndo maswali yalikuwa yananijia. Nilimaliza kuzika mamangu nikarudi kwa aunti yangu. Nikamwambia aunti, sasa penye nimefikia mimi naomba niende kazi. Akiwasichana wa aunti yangu walikataa mtoto wangu mdogo abaki. Tenda naye kazi ya house girl. Sasa ikawa changamoto, maana aunti yangu amekubalia ndio nimwachie mtoto. Lakini wasichana wake wamekataa. Wananiambia kama tunaweza kuhurumia tu ni mtoto mwingine abaki. Lakini huyu mwingine unajua vile unafanya. Huyo kijana na yeye haonekanangi baba ya mtoto mwenyewe. Nikienda hadi huko nilikuwa nimeolewa. Kufika huko aliona tu mtoto vizuri. Nikataka sasa turudie tuishi. Niseme tu acha nihangaike tu basi kwa ndoa ana shida. Kumbe alikuwa ashaoa mwanamke mwingine. Huyo mrefu huyo sasa. Nikasema sasa, akaniambia kama unataka basi mkoa wake wawili sawa. Kitu kingine kaniita, nikasema mamangu aliuliwa kwa sababu ya ndoa. Juu ya ulevi. Tena niko ninarudi kwa kiatu tena ya ulevi yenyewe. Nilikataa. Nilikumbuka tu picha ya mamangu na nikakataa hiyo ndoa. Nikarudi nikamwambia sasa auntie, mimi sina otherwise. Kuna wasichana
kuna wasichana nikawa nawaulizia huku Nairobi sasa. Nikamwambia nipeni tu nafasi nikae na nyinyi nikihustle na niko na mtoto mdogo. Waliniruhusu nikakuja na mtoto wangu mdogo. So ilikuwa ninaenda kazi ya kufua, naacha mtoto daycare. Naenda nafua kidogo, ninarudi. Nilikaa nao sana mpaka nikajua sasa kuhustle sasa mimi mwenyewe naweza hata rent nyumba. Nyumba sasa hata 1500 ninaweza kaa. Ilikuwa matope sasa hapo nilale tu chini maana kuna vituko walikuwa wanafanya hazingeendana na mimi na nina mtoto mchanga. Kila saa wanaleta wanaume kwa nyumba nini so ikawa ngumu na niko na mtoto mdogo. So nikao mama mwingine ananiambia wewe tafuta tu nyumba ukae tu. Mtoto mimi ndakuwa na kuangalia na nilipa 50 bob hivyo. So ikawa mimi mwenyewe nikachukua ile nyumba ya kusave nikachukua nyumba ya 1500. Na simu nyumbani kila saa mtoto huyo yule mwingine tuma pesa. Sijui shule wanataka kitu fulani na bado sijajua kubalance vizuri. Life iko chini kabisa. Nikawa nangangana tu hivyo, nangangana na hustle. Naenda sana nimekuwa nikifua uko side za. Naenda mpaka Karen kufua, natoka naenda Kileleshwa. So unapatana na wamama tu, wewe unajiunga na wao. Nakaa kwa mawe pia anaitwa. So sana wakati nilikuja sasa nikajua hao sana walikuwa wanakaa Mlolongo. Nikakuja nikapatana sasa na msichana wa Kibra. So msichana ndiye at least akaniconnect na wa mama wa Lang'ata. Sasa hapo ikawa karibu. Sasa hapo nikatafuta nikatoka kwa nyumba nikaenda 1700. So nikawa naona ni kama na move pole pole. So nilipofika hapo sasa at least nikapata kanisa. Sasa hiyo kanisa ndio imenilea. Huyo pastor alikuwa na crusade na akawa anahubiri mahubiri yalinikuza. Juu nilijirudia maana nilikuwa nimechukia wewe babangu mzazi. Nilikuwa nimechukia step mother yangu. Yaani watu wote walinihate. Na unajua umeenda mkubwa wewe mama mzima umeenda kwa jamii. So umeenda kujua babako. Sasa si kuwa na hiyo utokatifu na wasichana au cousins wangu wa boma. So mimi ni mtu mkubwa. So hawakuwa hata hiyo. Uko na upweke. Hiyo tu nilikuwa hiyo maisha yangu niko hivyo tu. Sasa hii harakati ya kukaa huko Nairobi nikajua huyo pastor akahubiri au mahubiri akaniguza. Nikasema nataka nitafute kanisa iko wapi? At least nienda hiyo kanisa. Bahati mzuri nikakutana na pastor barabarani nikashare na yeye 1 2 3. Alifeel life yenye nimepitia na alinichukua kama dada yake pia akanichukua kama mtoto wake akaniintroduce kwa bibi yake. So hao ndio watu wamekuwa karibu kwa maisha yangu. Kimove ninakosa chakula hata wanapiga simu huko ninaenda nachukua chakula yenye imeshapikwa na kuja nakula kwa nyumba. Sasa mtoto wangu kameshafikisha 2 years hiyo kungangana yote. Sasa kamefikisha 2 years sasa kamefika niza kapeleka shule. Na kale kingine. Ako sasa kamefikisha 7 years ako home. Lakini unaendanga home kukaona. Huwa naenda sasa ikifika December lazima nimehustle napeleka Christmas hiyo ninarudi. So hapo sasa si kuanga hata na touch nilikuwa na katululu bado. Sasa kufika hapo sasa nikajipata hata mimi naweza nunua touch phone. Sasa hata mimi niingie kwa mtandao. Hapo sasa hii kanisa imenilea, ninajua hata kuiomba, ninajua hata kuimba. So it's like naona mambo yangu yanaenda sawa. Andi yangu wako karibu na mimi tu. Tena yeye ananitia moyo. Nikimpigia simu, ananiongelesha ananitia moyo kabisa. Step mother yangu sasa akaanza kunitafuta tena. Sasa kunitafuta nitafuti kwa uzuri. Maneno ndiye anapea anti yangu maneno ya uchungu. Naambia anti yangu alimnyang'anya mimi ili anikulie niende kazi ili yake kula pesa. Na si hivyo. Nimwambia mwanza hata anti yangu hakuna kitu anapata. Ni huyo mtoto akapo ndio anapata. So ikawa vita. Lakini anti yangu hakunitupa. Mambo yalikuwa mengi. Anti yangu alikuwa hata ananiambia teri usinipe mimi, tumia watoto wa mama yako. Juu sasa huko hawana. Ilisababisha hao watoto wa mamangu waliolewa wakiwa wadogo. Hao wengine your sisters. Sawa waliolewa wote watatu. Wakolewa tu hivyo. Hata yashughuliki na watoto wake. Ani sasa yeye alirudi kulewa, ano wako huyu analeta, anaenda. Sasa watoto ndio wananipigia tu simu. Baba sasa amekuwa tu sasa ndio mlevi kabisa. Mwingine akolewa, aliolewa huko kwenu na nashukuru walimuweka vizuri. Aliolewa kwa Wakikuyu, huyu mwingine akolewa kwa Wasaboti. Wakikuyu ni wazuri sana. Yes.
Sasa is like a grace of God, akaenda kwa hiyo boma, hakukuwa na mtoto msichana. Yeye na amefuatisha tu wasichana. So mother-in-law akampenda zaidi. So hao wazazi wake pia wana support hao watoto wengine nyumbani, maana aliwaeleza hali yenye mimi niko yenye siwezi. So mimi huwa najisacrifice to every December peke yake. Juu siwezi make. December ndio huwa nasema lazima ndio nikule na watoto wa mama, nikaa na wao pamoja, at least nimewapelekea tungu hata kama ni hivyo tu, juu sijiwezi ati nguo za nini. Hapo sasa nimekuwa bado naendelea kuenda. Sasa mahali penye life imekuja sasa, mimi nikasema sasa Mungu amenikumbuka. Akanipatanisha na mwanaume kwa mtandao. Umenunua touch. Sasa niingie mtandao. Nimeingia Facebook. Sasa wakati nimeingia Facebook nikakutana na mwanaume. Na mwanaume alikuwa anasisitiza sana yeye anataka. Na hapo umeingia Facebook. Ndio tutashikilia kidogo, tunarudi. Asante. Okay, Umeredia show, we are coming back shortly. Stay tuned. Umeredia nyokorekia rugendo, umeredia nyokohotana, utigaire ohanini goke, weyonere maundome. Umeredia nyokorekia rugendo, umeredia nyokohotana, utigaire ohanini goke, weyonere maundome. Umeredia show, we are back. Bado tuko na story yetu na Metrin. Tunaendelea. I think umeona vile ama umesikiza vile hiyo story inakuja ikiflow. So stay tuned. Kaa hapo. Don't change the channel. Sasa mimi pia nikajikuta najua kutumia touch. Kia touch nikaona friend request. Nika accept. Sasa ni ile tu unataka ukue na friends. Sasa wewe una confirm. Uko na hiyo tamaa. Na hadi una request tu sasa hiyo tu kidogo niko na message. Ndio si kusoma sana, lakini pia wanajaribu ku text. Wanashukuru Mungu hata kizungu inipiti sana. So nikachat nikapatana na mwanaume. Na huyo mwanaume akasema mimi natafuta mwanamke wa kuoa. Na sitaki uhusiano, sitaki girlfriend. Na mimi hapa pia nilikuwa nimekaa maisha ubakia, nikasema sasa si Mungu ukinipea huyu sasa at least taka. Maana sasa nimekaa Nairobi, sasa mimi ni mtu wa Nairobi sasa. Najua kuasa, najua kufua, najua kupiga pasi, sasa mimi naweza ishi. Kwanza unanipea huyu ni mwanajeshi, sasa mimi nikasema mimi ni jeshi. Huyo jamaa alikuwa ananitumia messages, ananitumia photos vilagu kwa uniform, ananitumia mpaka nyumba yake juu na chini. Sasa nikaanza kusema God, ndoto yangu ni kama inaanza kukuja. Nilikuwa naona tu watu kwa balcony. Nini? Ndio hii sasa. Watu wanapeleka watoto wao shule. Nitaendea mtoto mwenye ako kwa nyumbani, nimlete. Sasa hata mimi ona nyumba ndio. Sasa mimi nikawa na nyumba. Anatumia nyumba ya juu na chini. Ananipigia mpaka na vile ako na mtoto mmoja msichana. Na video call tunaongea na huyo mtoto, na video call naongea na mama yake mzazi. Size like Mungu umetenda. Hii kanisa yenye nimeingia, wallahi Mungu umenionekania. Ni kama sasa naanza sasa kusahau hizo mashida za nyuma sasa. Nimesahau mamangu sasa drastically. Naona. Sasa nasema hapo sasa naanza kusema nenda nichukue kwa watoto wawili wa mamangu. Niishi nao. Sasa mimi naanza kuwa na hopes. Nikamwambia sasa mimi nataka kuja meet my pastor. Akasema haina shida, mimi niko ready as long as mnataka bibi. Akasema hata hiyo nyumba sijaingia ndani bado. Nataka mwanamke ndio niingie ndani. Tutaifungua na wewe. Tufungue na mwanamke. Ndio nikashana pastor yangu. Pastor yangu ndiye akanitia akasema wewe Metrin final Mungu amekuonekania. This is God. Yaani umbasike mpaka nikiomba mimi nalia. Nikiimba nalia, yani naanza kutafakari. You've done it. Haya makuu ya Mungu ni ndoto ama ni nini? Kaka kidogo akasema nakuja next Sunday. Nikamwambia kuja hata kwa ibada. Alikuja. Mwanaume alikuja sasa ndiye anakuja. Kumbe ni ukweli live sasa. Yes. Japo ilikuwa kwa mtandao tujaiona. This is ghost. Sasa akakuja live. Wewe picha ni yeye, sura ni yeye. Yaani kila kitu height ni yeye. Kuja
Nikamwambia okay sawa, na kukujia. Akashuka, nikaenda nikamchukua. Nilikuwa naishi kwa nyumba sasa ya mabati na ni juu. Sasa hapo nimeenda mpaka ninaweza lipa rent ya 2700. Sasa hapo niko juu. Almost 3000. Is a lot. Sasa hapo sasa niko juu. Nimeenda juu. Napanda ghorofa yangu ya mabati. Sasa mimi nilisema hata nataka nikae juu. Akakuja. Nikamkaribisha kwa nyumba, nikajiandaa. Kachai hapo tumandazi. Sasa life si mzuri, yani ile bado najikaza juu. Huko kitanda ndio kiti ndio kila kitu. Sasa nakaa kwa kitanda. Kwa na mtungi yangu hapo hivyo tu ndio naanza na coil. Kwa hivyo mtaketi kwa kitanda. Alright. Namwambia tulia hapo nijiandae tuende. Nikamaliza tukaenda kanisa vizuri, nikaandaa mtoto tukaenda. Kafika kanisani tukakaa, nilikuwa nishaambia pastor mgeni anakuja. Oh, this was after the service, before the service. Yeah, nilikuwa nishaambia pastor sasa Saturday kesho kuna mgeni wangu anakuja umjue. Akakuja vizuri. Pastor kafika masani, nikamwambia pastor anasema akuintroduce. Akasema yes. Siniwe ni bibi yangu. Anintroduce pastor, na pastor wewe muintroduce. Kafika masaa pastor akaniita kwa madhabahu. Akasema Meti nituletee mgeni wako. Nikachukua pia mgeni wangu, kampeleka kwa madhabahu. Nikamwambia ajiongele, pastor akaintroduce, akasema this and this. Huyu ndio Mungu amepea Metri. Mume wake all the single mothers clapping. What vikelekele ina. This what the Lord can do. Wengi walikuwa wengi wakapo washajua home kwetu. They know yenye nimepitia. So wengi wanajua story yangu. So akajindolisha akasema mimi ndio nataka kuoa Metri na sitaki ifike December, na sasa hiyo ni mwezi wa 7. Anasema kwa church. Sitaki ipite December kama tujafanya harusi, hata kama itakuwa kuombewa tu. I'm ready. Lakini nimchukue kwa madhabahu. Na machozi nafanya titi. Nateremka sema tu Mungu. Juu mimi ninajua mahali mtu akisimama kwa madhabahu huyo si mkora. Hiyo mimi ilikuanga kwa akili yangu. Mwanzo tu mtu amekanyaga kwa pulpit. Huyo si mkora. Sasa mimi nilikuwa nasemanga watu wanasemanga watu wa online ni wakora. Lakini huyo mwenye amesema kwa madhabahu huyo alikuwa serious. Kaendelea akafanya hivyo vizuri. Sasa akaniita nje. Nikasema mimi nenda shift. Si bora church imeshanijua nini. Sasa niko hapa na 4K. Na hii 4K nataka niwachie church soda. Lakini sina kuachia pastor kwa mkono. Nipe 2K. Ka saving kangu nikaenda nikatoa 2K. Niko na 4K hapa. Yes. Si atume. Yeye anataka anunue soda. Hiyo wanunulie watu kanisani. Bwana Ametri na ametununulia chai. 2000 ameitisha ni ya nini? Ape pastor kando. Sasa nikampea. Akarudi kwa madhabahu. Akasema niko na 4K hapa, naachia pastor kanisa mkunywe soda. Kunyweni. Watu wakashangilia, soda zikatumwa hapo immediate juu yeye ilikuwa baada wameshahubiri. Sasa ni mgeni wangu asimame, soda zikaletwa, akatoka nje na pastor akamwekea 2000 kwa mkono. Nikamsindikiza, akaenda, mimi nikarudi kanisani. Akakunywa soda. Baada kwa mama pastor ananiambia Mungu mwenye unaombanga final amekuona, anatenda makuu. Beta tumepata tu Bwana hivyo tu. Sasa hapo ndio mimi nami nikaanza kuonyesha nyumba. Unaona hii nyumba? Gorofa. Wananitia moyo. Jamaa akaenda. Kafika mwezi wa 8, wa 9. Kafika wa 9, wa 10. Tunaendelea tu vizuri, mawasiliano iko sawa, hata anakuja. Good night, good morning. Hapo sasa tujaipatana kimwili. Sasa hapo nikajua huyu ni mwaminifu. Ametulia tulitutu. Hata niambi chochote. Lakini atakuja kanisani vizuri. Akuje ibada ikiisha aende. Angeweza hata kulala kwangu. Siku nyingine akapiga simu akasema tukutane Kidrive 45. Panda gari. Kapanda gari, tukakutana naye vizuri.
tukakunywa chai jioni, nikarudi. Sasa hapo ananiweka hopes bado mko tuko karibu kabisa. Anapigia pastor simu, wanaongea. Pastor hata akipata credit anampigia, wanaongea, anasema mambo iko sawa. Ikafika hiyo mwezi wa 10 sasa, mwisho akaniambia mimi ninaweza pewa transfer any day anytime, na sitaki transfer nipewe kama sijakuweka kwa nyumba. So tuanze kuchapa plan. Harakisha mama sasa. Pige plan haraka tuombewe. Nikamwambia kuombewa haina shida, wewe chapa mipangilio. Nikamwambia pastor, sasa akakuja akatambia sasa muende muone wazazi. Wewe pastor, unajua mimi sina wazazi. Aunti yangu ndio kila kitu. Alikubali, tukaenda tukaona aunti yangu. Lakini sasa alini challenge. Kikwao kama ujoa huyo msichana huwezi ingia kwa nyumba. Kiko ni Mluya. Alikuwa Mluya. Tribe gani? Mluya tu. Sasa aliona aunti yangu kwa barabara. Kwa hivyo mkienda kwa aunti yako hata karibia boma, hata ingia, ataenda tu awe aunti ya nani? Sasa aunti akuje kwa barabara waongee na nje. Hata ingia kwa kwambia hiyo ni kikwetu. Sasa mimi hakuna ati naweza fikiria huyu. Unaona kuna kitu lakini nikisema tu is okay. Nimekuja amepark pikipiki huko juu. Nikaita aunti yangu. Anataka kusema sasa mgeni mwenyewe hata kama ni soda yenyewe akakataa. Akaonana tu. Katai hapo. Ama alikuwa anataka amesimama barabarani. Kwenu kunakaa aje? Hivyo sasa. Sasa akasema sawa twende tukakaa hapo kwa uwanja. Tukakaa hapo kwa uwanja, ikafika jioni akaenda. Mimi nikakaa kwa aunti yangu wiki moja, nikarudi Nairobi. Sasa kafika huko kidogo, kakaa tena wiki 2, tukaenda kumiti mama yake. Tena sikuenda kwa boma yao. Aliambia mama yake ameenda mahali kununua makuku. So atachelewa kurudi. Akapigia mama yake simu. Ni ushago kwa mama yake. Sasa kwa mama yake ushago. Akaniambia mama uko wapi? Nimeleta msana wako na nataka kuona na tukaraka tunafaa tutoke jioni. Na haraka je umpeleke nyumbani na kuja ati hapana make loud. Hapana umefika wapi? Ati mimi nimefika mahali fulani na hapo mahali nasema si mbali. Hata basi kuja tu tuone hapa sisi tunachukua tu gari tukienda. Maana hapo kutoka kwao na LD ni karibu. Mama akafika hapa akaweka kuku zake chini. Kaingia kwa hoteli. Naonea mama mkwe kwa hoteli. Sasa mimi hizo vitu sikunisumbua sana, maana nilikuwa nimejua siku rasmi ya kwenda nyumbani ndio siku yenye tumefanyiwa hii harusi yetu. Tunaenda nyumbani tukienda kufungua nyumba. Mama hii nyumba umeiona physical kwa picha. Sasa mimi namuuliza na ile nyumba. Yaani ulienda kwa huyu kijana hata siku moja juu amekuja kwako kwa hiyo nyumba ya 2K. Lakini yeye nilikuwa ninaenda kwa kambi. Kwa hivyo ni ukweli ni mwanajeshi. Na sikuwa ninaenda kwa kambi ndani, nyumba nje. So alikuwa anaweza kutoka tu aniambie simama hapo gate nibadilishe. Mimi nafanya jeshi lakini naishi nje. Kwa hivyo umeenda hiyo ya nje. Haya. So nilikuwa nimeenda huko mara kadhaa naenda narudi. So mama yake tukakula vizuri. Ushago hakuna hii nyumba ya gorofa. Sijaonyeshwa, si kwenda kwa boma yao real. Muda tulikuwa umesha nikaona na mama yake. Hii nyumba iko wapi? Unauliza maswali ama ni harusi ifanywe tufungue hiyo. Mimi hizo vitu mingi hakuna, mimi nishaonyeshwa picha nimeridhika. Tuendelee na story. Nitaenda kuona nyumbani, kienda kuombea nyumba. Mpaka ameshasema basi itatolewa, washirika wenye wanataka kunifuata tufungue nyumba na pastor ako ready. Kaka tukamaliza mama tukapiga picha na akatupiga picha na mama yake vizuri, tukamaliza mama akatoka, si pia tukatoka. Tukarudi Nairobi, nikamwambia pastor nimeshakutana na mama yake. Akapiga simu, mama yake alinipea namba akisema ukifika pia nataka kuongea na pastor. Pastor akapiga simu. Pastor akamuuliza mambo na mahari nini. So kuna vile alianza kujieleza akisema kijana hajapata mshahara lakini yeye anataka kijana before abewe transfer akuwa ameshaoa. So pastor wewe ruhusu tu watu waombewe. Alafu hizo mambo zingine tutakaa chini tuongee hata tutakuita. Ikakuwa simple hivyo.
Akakuja. Sasa huyo kijana akaanza kufika mahali sasa ananiambia, "Unaona kila kitu imekuwa sawa." Mama yake anapiga simu daily. Anakupigia? Yes. Habari mtoto wangu. Anapiga simu, sijui pressure iko juu, pressure yangu hata imepanda nini. Anambia hata dawa imeisha, na kope 1,000 namtumia. Si mother in law. Atuma. Si mnaoana. Mambo sana. Kaka kidogo ananipigia simu ananiambia, mama pia amezidiwa na mtoto sijui nini. Hebu tafuta mali 1500 wafuadie. Atuma. Si the son za jeshi. Pesa yake inakatwanga. Huoni shida? Mimi hapo kwa kimia yake uanga nauliza Mungu, wengi wanaweza nicharge. Lakini sasa ni ile ujuangi. Nilikuwa nimefungwa macho, sioni chochote. Mimi chenye naona hapo naona ndoa. Naona bwana. Sikuwa naona kitu chochote, ati maswali mingi inakuja ama nini. Sasa ikafika mahali yule kijana kanambia, "Unaona hiyo nyumba yangu? Hiyo nyumba ya juu sasa nilichukua na loan." So mshahara wangu inaenda wapi? Kwa hiyo nyumba. Kwa loan wanakata. Na kuna loan yenye nimeapply na hii loan inataka 10k. Within 24 hours hiyo pesa itakuwa imeingia. Fungulie hii nyingine. Yes. Ananipigia picha mpaka makaratasi vila kana apply. Nikamwambia sasa mimi natoa wapi pesa? Akaniambia jaribu tu penye unaweza kopa 10k, na nilikuwa na 2k yangu saving. Nikaenda nikakopa. Yaani mimi wacha niwaambie Mungu. Yaani hata ameanza kuitisha pesa, mipango ya harusi inaendelea. Sasa hiyo pesa itoke ndio ifanya harusi. Alright. Nashika. Sasa nikachukua nikaenda demu mwingine. Yaani mimi nakuanga na favor. Nikiongelesha mtu kitu nitapewa kwa urahisi. Nikienda kuomba kitu nitapata. Nikaomba demu mwingine hapo anakuwa kana pesa. Nikamwambia within 24 hours. Juu mimi nasema hivyo 24 hours ndakuwa nimekurudisha 10k. Nipe. Akanipea siku tu hiyo 2k yangu. Na sasa nikatuma, nikamwambia natuma kwa namba gani? Akaniambia tuma kwa namba yenye na kuja. Sasa alikuwa ananipanga namba natuma kama baby. Naituma inaenda. Ananiambia thanks nimepata. Ananiambia na vile niko mpaka kwa line ananitumia hizo picha. Bila ako kwa line. Yani pay bill. Yes, sasa yeye ananipatia business number na tena ananipea account number inaenda. Kama ako kwa business. Leta jina yake. Nimeona. Na bado hujafikiria? Yaani why pay bill? Mimi naona through your phone. Mimi naona ndoa. Yaani hizo ndio vitu zilikuwa zinarana. Harusi is coming. Yaani nimekaa maisha upweka alafu nikiimagine hiyo nyumba. Hey. Naona sasa maisha imebadilika. Hata mtu kweli hangeza niambia kuhusu hiyo mwanaume nisikie. 10k imepita. Hakuna hiyo pesa. Nikampigia simu kulienda aje. Akaniambia Rami ashina ni kama imefail. 24 hours has gone. Yes. Sasa hiyo mpaka ni siku ya 3. Akakaa the following day akapiga tena simu. Akaniambia niko COP na wanapeana loan. Akanipigia picha mpaka bila yako kwa hiyo line mpaka kina COP. Akaniambia na hiyo ana apply na 1500. Unaweza ongea na pasi akukope tu kwa mtu basi. Hii naye ni sure. Paka sasa ameingiza pasi. Unajua hata sijui kama harusi itafanya hebu kweli. Fikiria tu. Nikamwambia sasa hii siwezi ndio kwa pesa. Ndaanza aje? Waje mwenyewe ningangane vile naweza pata pesa. Kuna mama ni Mkikuyu nampenda sana. Mama anaitwa Modhoni. Huyo mama mara nyingi huwa ananiita nikienda kumsaidia kuuza kwa duka yake, anauza Trolls Officials. Na yeye ndiye alinifanya mpaka nikakuwa na tamanio la kuuza officials ladies. So huwa mara nyingi naenda namfanyia kazi, nafanya narudi. Kama ako na dharura haraka kama sijui mnaitanga sijui kashora mareshoro rorasho anaenda ananiita mimi naenda na juu alikuwa ameniamini. Sasa mimi naweza mwangalia duka hata kama kuna msichana mwingine mimi nakaa kwa duka. So nikamwambia mom napenda kumuita mom nisaidie na 15,000. Akanambia mate unataka kufanya nilikuwa nasema ni 1500 15,000 Akanambia unataka kufanyia nini hiyo pesa? Nikamwambia niko na emergency.
but ikichipa nitakuambia emergency ilikuwa nini. Wewe ukumbuki ile pesa hii kutoka ile ya 10k? Akaniambia sawa, sina cash, nitakuwekea kwa simu. Nikamwambia sawa. Ruchwa. Kidogo jioni akanitumia pesa. Nikamforwardia yote. Pay bill. Kaka, yo 24 hours ikaisha. Akasema we hizi plan sasa ni kama zitatufailisha. That is now 25,000. 25,000. Plus zile 2,000 za pasi. Sijasahau. Hizo. 27. Sasa akanambia hizi deal sasa na muda unaenda na mimi transfer nafaa nipeleke Isholo. Itakuwaje? Niambia guys, sasa itakuwaje? Akaniambia na come. Nakuja next week. Tuongelee story jua tunafanya aje. Akakuja. Sasa yokuja alikuja kalala. Hapo ndo tulikutana naye kimwili. Si wewe ni wangu sasa. Yes. Tukaongea. Mko huku kwake kwa kanyumba ama huku kwako? Kwangu sasa alikuja kwangu. Hey, atakuja na sapa. Akuja kwangu, alikuja Saturday inafaa usai. Mtapika tuende kanisani. Ya kuli mboga. Anakula nini? Nyama tu. Amekuja na nyama? Anasema nyama. Sasa mgeni amekutembelea ni wewe ukisacrifice. Kienda nikakopa kwa butchery nyama ya trisona kumbuka. Wewe sasa hajakuja na nyama? Hana pesa. Kakuja na sasa amekuja tutafute deal ya line na kutafuta pesa. Nikaenda nikachukua nyama, hiyo jamaa akanipa akasema haina sawa mama Joy wewe utalita. Kama sawa. Nikakuja nikakaanga nyama vizuri kwa kula sapa tukalala. Asubuhi tukajiandaa tukaenda kanisani. Vizuri baada ikaisha akaenda. Akaniambia jioni unaweza huyo mtu wa butchery mwenye jana ulichukua nyama. Unaweza ongea na yeye. Yaani tunataka tuanze kutafuta sasa vile watu watatusaidia. Tuombewe haraka juu mimi mshahara maybe inaweza toka lini? End month. Na mimi sitaki end month ifike kama tufanye tujaombewa. Kaambia sawa ndajaribu. Nikaenda nikashana pasi. Na pasi huyu jamaa anataka kupewa nini transfer na ataki apewa aende kama bado tujoana. Basi akasema sawa pesa ikiwa kila kitu iko sawa. Nikamwambia basi kuna nyumba inyali nini na hiyo loan wewe inamkata na hii loan ameniambia inaisha November mwisho na anataka tuone November ikianza. Sasa hiyo ni mwezi wa 10 naisha huko. Basi akasema sasa tufanye aje? Nikamwambia basi amesema kama kuna penye tunaweza simamia nyama na machakula tuandike chini. And demand ile budget ya harusi sasa. Haya basi akaanza akasema nikamwambia basi usifanye harusi itakuwa harusi. Just tuombewe. Kwa tu simple. Tuombewe tu. But at least tuingarishe. Pasa akasema haina shida juu pasa naye ni mtu wa michoro, yeye nako na kibali anakubalika. Kaenda akabook hall. Na aliona jamaa ako na do. Dom kanisa mzima kwanza ukiongea kutu wanasema hapana huyu mtu ni mkweli. Walikunywa soda. Pasa akaenda akaomba kanisa kubwa hapo hall na kuanga wakatupatia hall na 5,000. Pasa akaenda kwa mtu wa butcher sasa mwenyewe anajua 20 kg ya nyama. Haya. Hiyo ni pasa wanasimamia hall na nyama. Mimi mwenyewe kuna duka mara nyingi nendanga nafanya usafi ndani. Nikaduka kakubwa tu wholesale. Nikaenda kaambia mtu sasa nipatie 50 kg ya rice. Nipatie salad 10 liter. Unipatie tena na mafuta sasa ingine ya kukata ya chapati. Unipatie bantry mifuko 2, nini bantry 2 ya chapo. Anaandika tu chini. Aya, unipatie na hizi vitu ndogo ndogo hizo baking nini. Hizo vitu huyo mtu alinipatia zilikuwa za 86,000. 86,000. Yes. Nilirogota mpaka kila kitu hapo. Hiyo ni 86,000 chakula sasa. Ma cousins wangu wakajitokeza kupika wenyewe. Sisi wenyewe ndio tutakuwa Metrin anafanya harusi. Basi nikaenda demu mwingine hapo M-Pesa nikamwambia kinisaidia na 15,000. Ukifanya hiyo yote unamwambia nimepanga kufanya hivi, nitaenda kwa duka nichukue rice, nimefanya nini? Kuna vile hizo vitu
Kenye nachukua mimi namtumia. This is the budget. Nimechukua kitu fulani pesa yake ni natuma, ananiambia is okay. Natuma. Sasa hapa nilikuwa natafuta kiatu na ni haye nguo, gown. Sasa natafuta pesa. Nikaenda demo akaniambia sina 15 labda 10. Nikamwambia wewe nipe. Kuna msichana alikuwa amefanyanga harusi, nikasema huyo msichana nguo yake itanitosha. Nikaenda. Nikamwambia Diana, nataka unisaidie nguo yako. Akanipea. Ananiambia juni wewe ndakupea na 5. Nikamwambia sawa ndio hii. Nikapewa. Wasichana wenye walikuwa na wao kwa praise walikuwa wameshashonesha vitenge praise and worship. Yes. Wameshonesha vitenge, wakasema sasa hizo vitenge ndio tutavaa siku ya harusi ya Metri. Juu tulikuwa tumeitumia huko kanisani. So hao ndio walikuwa kama maids wangu. Sasa siku zinaenda, sasa hiyo ni wiki. Na hiyo nini nafaa tuifanye hiyo sasa Saturday. Sasa hiyo Thursday ndio niko nafanya hizo vitu kabisa. Ukichagua gown, nimeona gown. Ndio hiyo kila 5K picha. Natuma mpaka gown yote natuma. Iko sawa. Nikaenda salon. Iko sawa. Nikaenda salon nikatengeneza nywele vizuri, nikatoka hiyo Friday. Sasa nikawa natoka naenda kanisani kupanga vile chakula watu wanapika nini. Nikatafuta kuni. Sufuria ziko tuko kanisani. So watu wako na furaha. Mimi mwenyewe furaha yenye niko nayo. Paka ndi yangu amekuja ametoka ushago. Dawari hata ilipelekwa. Mlienda kwa kina hakuna. Yangu alielewa. Harusi ikifanywa uliambiwa ndio mtaenda kwa harusi ikishafanywa juu yeye hajalipwa mshahara end month nataki hiyo. Hakuna dawari, hakuna nini, hakuna kuhanda idege msenge kuya tuombewe tu hivyo simbo. Sasa mimi siongeza hakuna hata mtu angeza niambia kitu nimsikie. Hey, pastor tuweke tu mkono mimi naolewa. Haraka. Pastor wangu alitaka sana tufuatilie hizo mikakati zote za harusi. Lakini ilikuwa naona ni kama ananikwasa. Nataka kunipotezea. Kuna bila anasema na mmefanya hii na yes, alikuwa na ikiwa hizi. Yeye alikuwa anasitiza kanuni hizo za harusi vile nafaa muende sijui kwa DC nini. Sasa mimi nilikuwa naona hizi vitu mko mnanipotezea bwana. Ana pesa mwanzo mwenye hajalipa. Alafu tena mnaanza kunimpasa. Wewe tuombe tu kwa kanisa. As long as mimi hivyo tu mimi nimeivaa net yangu. Yaani kitu mimi naona hapo ile nyumba ya gorofa. Kwa nini mwanajeshi kwanza ninaolewa na yeye. Na amenikubaliana nioa na watoto wangu wote. Hey, mtu angeza niambia kitu nikubali. Pasa sasa kutaka kunivunja moyo. Mimi nisametaka ndoa. Haya basi. Watu wakajitolea. Ifike Saturday sasa. Akanitumia asubuhi mapema picha. Sasa hii ni Saturday ya harusi. Ya harusi sasa. Akanitumia mapema hiyo Jumana nilala kanisani. Sasa akawa ananitumia kwa WhatsApp nimjagulie nguo ya kuvaa. Ndipo babe nichagulie nguo ya kuvaa. Namwambia chukua hiyo fulani. Akasema sawa. Anapiga picha mpaka wanaume atakuja na wao walikuwa wanaume 4. Si hata sina shonangwa na huko mbele. Nini nguo za harusi mnaenda na yeye, kama ni gown mnaenda na yeye. Sasa kuna vile wewe unapanga na anapanga. Hiyo tu ilikuwa hivyo, kila mtu ajitokee tu penye unatokea tuende. Akanipiga picha mpaka hao wanaume alikuwa na wanamkuja naye wanajeshi wenzake. Akaniambia mpaka vile wamehaya gari. Wanakuja nayo. Akasema sawa. Nikajiandaa vizuri, nikatengenezwa vizuri. Makeups in the morning. Nikakaa, ikafika masaa saa 3, saa 4, saa 5. Anasema amongoja gate pass sasa. Sijui gate pass ndio nini. Mimi sasa ukiambiwa tu gate pass. Gate pass ya kupasi kwenda wapi? Si atoke kwa. Huko na wao wanakusimamia harusi. Wasichana. Uko na wasichana wamejiandaa na kila kitu. Sasa haikuwa tu wameshona nilio present worship yangu ndio walisimama na mimi. So yeye pia ametafuta tu kwa wanaume wenzake tuseme watatu. Sasa watakuja tu tuingie. So akawa mtoto wako hapo. Katoto kangu kako tu hapo. Sasa yeye akawa anasema fanya hivi. Hao wenzangu wao washapata gate pass. Mimi naongojea mtu mwenye anakuja kunishikia kazi nitoke. Mtu anafanya harusi yako kazi. Nikamwambia huko umeambiana mapema. Akasema mwenye alikuwa nikujie kunishikia kazi ndio mwenye ananidileisha.
Nikaambia ni sawa. Ikafika saa 6. Hapo hujaona red flag? Kazi? Unajua sasa kwa hivyo job hawajui anafanya harusi. Kitu cha kwanza mimi kitu hata sikuwahi kumbuka. Mimi kitu cha kwanza alikuwa ashikati simu, anashika. Iko hivi. Sasa hopes mimi ziko tu. Juu kama angeanza kutoka ashiki simu nini ningeanza kuwa na stress. Lakini hata pastor ana communicate na. Umetoka kwa nyumba ama nishapelekwa na gari? Masa imeenda, mimi nimeenda. Kaka. Jusi tunaombewa tu. Nikaenda nikakaa kanisani. Sisi hata tu kwa kona keki kubwa. Chakula kwa hoteli. Chakula naende ilikuwa yote. Sasa tukafika. Nikafika nikakaa. Akikafika saa 7. Fika saa 8. Anasema tu watu wamejaa wa ushago. Watu wa church. Wachana kwanza, unajua marafiki. Unajua ghetto vile inakuanga na watu wakisikia harusi iko mahali. Wataka kujua ni harusi ndogo ama ni kubwa. Sasa watu wamekaa. Tukakaa ikafika saa 7. Saa 8. Saa 9. Umewekwa wapi? Uko hapa kwa church sasa hapo? Sasa nikajitoa. Uko kwa church ama kwa ofisi ya pastor? Sasa stress nimeanza kutetemeka kwa ofisi. Nimeanza sasa kutetemeka mwili sasa hapo sasa. Kuna vile na feel ni saa 9. Watu mpaka wameoda watoto wakule. Pastor akaambiana watoto wakule. Pastor wangu pia amejawa na stress. Ikafika saa 10 hakuna. Saa 10 ya mchana. Ikifika saa 10 akasema jioni. Akasema sisi ndio hao tumetoka. Na nimefika tu raunda na mafuta inaisha. Nitumie 2500. Tuweke mafuta. Ati? Na penye anasema hapo raunda si mbali na kanisa kwetu. So ukichukua hapo Ndudhi ni 50 bob. Nikamwambia simwache tu hiyo gari hapo na nyinyi mkuje na pikipiki tumalize. Akasema sasa itakuwa ni heshima gani? Aibu gani nakuja na pikipiki? Nikaambia pastor. Nakumbuka pastor alita mama kanisa walichukua sadaka. Sasa tuchukueni sadaka. Ameona wakatuma. Tena nakumbuka vizuri. Okay, alichukua watu walichanga sadaka ndio atumie. Walija kwa hazina yani sasa. Ndio itumwe. Chukua tu pesa kwa hazina ikatumwa. Tena nakumbuka tena tu pasa alisema nipe hiyo namba. Nikapeana anza na pay bill ni na hii account namba. Naye pasta nipe bill bado haulizi kwa nini nipe bill. Si labda mtu anatumia Airtel si wanatuma hivyo. Haya. Ikaenda. Kafika sasa nikajua hapa 10 minutes ndio bihia ashafika. Nikakuwa nao. Bado. Hiyo 5 hakuna. Watu wakakula chakula. Mimi sasa Mungu sisimami. Hata pastor sasa anakuambia nini? Natetemeka. Watu wakaenda mbali. Ande yangu ndio. Na watu sasa ni kuongea haya. Kuna harusi analia tu sasa watu wanaongea mimi. Sasa maneno watu wanaongea mimi ndio ikiwa nanimaliza. Sasa ilipofika 6 watu wakaenda. Nilibaki na leaders. Pastor wangu hakuniacha. Auntie yangu amelia. Mimi nimelia, nimefaint. Simu anashika, mlikuwa rauda. Hadi bebu usikuwe na wasiwasi hata kama ni saa 2. Tunaombewa tu kama tumetoka. Yaani alikuwa ananipea hopes. Lakini ilipofika hiyo saa 1 kitu nilianza kulia. Sio ni giza sasa. Kitu nilianza kulia ni madeni. Sasa umeona hii kuifanyike na nimekoniwa. Hapo sasa ndio ama ulifikiria aje? Sasa kitu ilianza sasa wakati hapo ninajiita mkutano iwaje. Na huyu mtu by the way. Kwa nini mamake amekuja hii harusi? Sasa nikaanza mamake pressure ilikuwa juu. Hakukuja. Nikaanza kujiita mkutano. Kwa nini nilikuwa natumanga na Airtel? Huyu mtu sijaipata namba yake ya Safaricom. Na alikuwa akinionyeshanga kadi yao kitambulisho yao ya jeshi. Ati wao kwa wengine na ID. So kupata line ya Safaricom ni ngumu. Nikasema maybe hiyo ndio inafanya. Na huyu mtu sasa kama hakuja anasema hata kama ni saa 3. Na asipokuja mimi hizi madeni
Danzia wapi? Pasi anampigia simu. Na wacha hivyo. I'm pregnant 2 months. Sijashare na mtu. Haya. Sasa mimi hapo mwenyewe ndio najiita mkutano. Mimba. Pasi hajui. Mimba, madeni, watoto. Aibu. Aibu kwanza. Barabara yenye napita nikienda kwangu ndio watu wa madeni. Hii duka iko junction tu yenye uwezi turn. Butcher ni hapo. Ilipofika 2:00 alienda off. Blocked. Pastor akapeana mpaka namba kwa viongozi, kila mtu apige hiyo namba. Ilikataa. Hey. As I talk to you now, vile hiyo simu ilienda hivyo mpaka leo. Jamshika kwa simu tena. Nilirudi Facebook, blocked, hakuna hiyo na account namba hiyo yenyewe. WhatsApp haifanyi. Mama yake ingi. Sinaenda huko kwa mama yake, huko alienda alisema ni wapi. Kwenye mlienda ushago. Simekwambia kwa barabara kwa hoteli. Pastor yangu hata ndaligaramika fare yangu akarudi nyumbani. Kwenye alikuwa anaishi. Labda amehama. Nilienda huko hakuna after 1 week kwenda kwa plot. Huko kazi jeshi ni uongo. Wakasema hata huyo mtu jeshi, do you know this person? Ulikuwa na picha zake? Huyo jamaa ndio nianze kukuja sasa nijiite mkutano. Huyo jamaa ilikuwa akinishatumia TV picha iki blue tick ana delete. That was before in yes. Relationship. Sasa mimi si kwako naweza jua nini. Ilikuwa akinitumia TV tu picha yake bora nimeona. Kwake ilete blue tick. Na hii mambo ushe na pastor ama your friend. Hey, pastor si ashamuona. Asiharibu hii maneno. Si ashamuona. Ni nini mingi naongea? Asidelete bado. Huu ni mtu wangu naende mahali. Sasa wakati nimekuwa ninaanza kujiita mkutano, sasa hapo ndo nikaanza kuita, nasema na wanda mtu. Sasa hiyo ndio ilikugonga. Yes. Na wanda mtu hakuandaka picha yake nikae nayo. Na wanda mtu nilikuwa natuma pesa kwa Airtel. Tunashangaa hiyo picha ulete tuanike hii nyang'ao. Hiyo picha kwanza. Au kuwa na picha yake hata sahihi. Kwanza kuna wakati walitupiga picha kanisani, pastor alitangaza. Hata hiyo ya pasi, hata ile ya mama yake. Nakumbuka kuna wakati pastor alitangaza. Sasa hiyo ni wiki 2. Sasa niko mgonjwa kabisa, nakumbuka mpaka nililazwa. Hiyo ni ugonjwa. Nikalazwa, pastor akasema mtu yote asiwahi hata post hiyo kitu mbete na kutane nayo. Mwenye konaye delete. Mbona alisema? Asira na ile nishika simu nilipasua tu hiyo siku yenyewe. Niligonganisha tu. Unaona hii simu ni shetani ilikuja. Yani, sasa nimekuwa wazimu. Yeah. Nilikuwa nashikiliwa tu. Yani nikiweza imagine. Pesa imeenda. Mwenye duka utamwambia nini waite na uze? Mimba ya mkora. Net ya 5K. Huyu ni mkora. Hivyo ndo kulienda. Mimba ndio hii ya mkora. Haya. Nikafikiria niende nitoe ujauzito. Hapo ndo nikaenda nikashana na mama pastor. Nikamwambia mama, mimi hata ilikuwa hivi. Nisikuwa ndaka niseme, nilikuwa ndaka kwa surprise nikikuja huko siku nyingine kutoa shukrani na kuja na mtoto. Lakini huyo mtu amefunga simu na niko na mimba yake. Nakumbuka mama pastor alilia. Kenya alikuwa analia, alikuwa ananihurumia, ndajua ni kufanya kazi nilipe madeni. Wakati andi yangu alipeleka information nyumbani, akiwalieka mtoto wangu kwa gari. Kijana. Yule anti wako sasa, hakuna harusi, hakuna gorofa, hakuna bwana. Wakanisukumisa mzigo tena. Kijana wangu inafaa aende grade 6. Sina pesa. Hii ni mwaka gani that we are talking about? Last year. You are talking of last year, 2024? 24. Which month? Ilikuwa mwezi wa 2023 November.
2023. November hiyo kitu iki happen. So it's almost a year Yes. plus. Nikakaa. Mtoto alikuja nikapigiwa simu, mtoto kwa gari. Sasa ni uende utoe ile neti utupe uchome ama walinisaidia, mama wa kanisa walinisaidia nikatoa. Hata wenyewe walinisaidia kurudisha. Maana sikuwa mtu. Wana imagine sasa ni rent, madeni, ni kulea mimba, makulea watoto wawili nimeleta. Ni watatu sasa. Watatu. But nilifikiria atarudi na kwa irudi. Mpaka leo hii. Nilikaa na mimba, naenda kibarua, nalipako penye deni naona naweza lipa. Lakini kuna wakati nilifika mpaka sasa mimba imekuwa kubwa, hakuna penye naenda kibarua. Kwa bidii sana fungiwa nyumba na watoto. Kijana akwenda shule. Sasa kijana first born ako how old? Isi kulisukumiwa watoto wako yako na how old? Alikuwa anaenda shule. Sasa hata hiyo tukumtafutia shule ni ngumu sasa. Pastor wangu alisimama bado. Kuna shule kapo private anajuana na huyo principal. Aliongea kanilipia registration na nusu ya fee. That's a good pastor, okay. I'm so sorry. Kwa watu wote huyo pastor na huyo mama anaitwa Grace Modhoni. Nilimwelezea. Yeye pia alisimama na mimi sana. Hata hiyo 15,000 aliacha. God. Anyway, hii mambo ilifanyika hii Nairobi. Nairobi tu, Kibera tu hapo. Na huyu si mtu ati mmepatana online na hujamuona amekuja. Ukamuona ni huyu. Alikuja live, amekuwa akikuja mara kwa mara, sikuwa najua ana plan kunivunja moyo. Ama alikuwa na nia kuniumiza. Huyo kijana alinifanya nilijita nyuma mkutano. Kitu cha kwanza nikasema haya madeni. Ningelikuwa na wazazi wangu wote, huenda ningechukua watoto wanilele, niende tunifanye umaid. Hiyo ni ngumu. Nilipe madeni. Naweza fanya kazi ya nyumba nikiwa na mjauzito, bora nina bidii. Lakini sina mama, sina baba. Mother na yeye ni majaribu. Auntie yako kama sawa, lakini wasichana. Mimi sasa ni mgeni wa nani? And how did you recover from this? Kuna wakati ulifika ukasema now it is me. I've been conned. There's nothing I can do. Kuna wakati niliamua kujikubali. Pastor wangu amekuwa akikaa karibu na mimi sana. Kunitia moyo. Ananiongelesha. Wakati hata nilikaribia kujiua. Nakumbuka kuna wakati nililala njaa wiki mzima. Na watoto wangu kwa nyumba bila mtu kujua. Na watoto. Unajua uko na watoto. Wako tu kwa nyumba. Haibu ilikuwa too much. Nashindwa kutoka nje. Nashindwa hata kushare na mtu. Hata watu wanajua. Penye napita watu wanasema tu alipatana mwanajeshi. Hii na hii kafanyika. Alimkula pesa. Akamwacha kwa madhabahu. Na saizi yako na in debt. Yeah, I'm so sorry. Lakini kuna siku pastor ni kama alinotice akakuja kwa nyumba. Na bibi yake na msichana wake mkubwa. Mtoto wangu msichana ndiye alianza kulia, akasema tu chakula kitu wiki mzima.
Pastor alilia machozi. Sijaiona mwanaume na mchungaji akatoa machozi. Akasema Meti, nisungesema hata kwenda church imekuwa ngumu sasa. Sikuwahi enda kanisa. Yeah. Ungesema juu ni watoto unawapanisha wajui chochote. Piga simu sema umelema una chakula. Ona hali yenye uko sasa, ni mimba miezi 8. Iko huko sasa. Utenda wapi kazi uandike? Nyumba sasa hiyo ni miezi karibu 4 yote sijalipa. Watu wa madeni wananikimbiza mbio. So imekuwa tu pasa anapiga chakula, anapiga simu, natuma kijana anaenda analeta, tunashare tunakula. Hadi mpaka siku ya kujifungua sikuwa na namna. Nilipigia huyo Mom Grace, akumbuka yeye ndiye alishughulika hospitali. Na mapasta kaninulia baby blanket. Na zaka tokenye kwanza napata ni kavulana. Ui. God. Hapo ndio nilikuwa nauza Mungu. Sasa tena unanipea mvulana mtoto wapi shamba? Umezaa sasa, ukazaa mtoto sasa. Sasa hapo niko kijana hospitali sasa naongea. Baba yake ndio alienda, hata sijua kwa. Sijua alikufa ama ni mzima. Hiyo ilikuwa tu nyang'au, na by the way anakoni watu wengine wengi sana online. Hata maybe at this time that was his doing. Huyu mtu akipatana na hii video utamwambia ni ako somewhere. Alikuwa amekwambia majina yake, ulikuwa umeona ID ama hata picha hivi huna hata moja. Hata sikuwa itamani kwa naye. Na ni ile tu unakasirika, unafuta, unafanya kila kitu. Mwenye nilipaswa nilikuwa na kila kitu. Kuna wakati nilikuwa nimegunduanga anavuta, so ilikuwa ikiingia TV mimi natapa haraka natoa. Ni mkora nyang'au. Can you please ongea na hii kamera? Maybe ako mahali na atafikiwa nayo. Na by the way, hata kufa kama hajalipa. He somewhere maybe kwa hard kumsamea. It's hard. Ninajaribu sana nimsamee. It's hard, but you have to forgive. Wakati ninapoona mtoto namuona yeye. Yeah. Lakini najua uko mzima. Thank God mtoto wako sawa. Na nashukuru Mungu. Nimeyapitia yote lakini sijaua mtoto wangu. Yeah. Ama sikutoa hiyo ujauzito. Mimi mwenyewe sikujifanyia chochote. Lijo situation ilinifika mahali nikataka nijue, lakini Mungu alikuwa upande wangu. Na chenye nataka tu nikuambie, wewe pia ni mzazi. Na wewe sitaka mtoto wako afanywe hivyo. Na kama bado una date watoto wa watu, usiwafanye vile unanifanyia mimi. Uliniacha na kidonda ambacho kupona imekuwa ngumu. Mwanzo uliniachia mtoto. Itakuwa ngumu hicho kidonda kupona. Ninakuombea tu Mungu akusamehe na akubadilishe. But it is well. Si uko na mtoto? Si mtoto uko naye na unalea. Upende tu huyo mtoto, umpende tu. Kwa sababu ungejua. Na hiyo ilifanyika. Kwa wazazi. Wazazi nataka tu niwaambie. Wenda mnaweza chukulia I was cheap. Kwa nini nilikuwa hivyo mwepesi kupeana pesa nini? Nilikuwa in the name of love. Sikuwa naweza jua kuna kitu kingine. Najua mnaweza nicharge. But haikuwa kupenda kwangu. Nilikuwa nimefungwa macho. Sikuwa najua nafanya nini. Nilijikundua wakati ulijipata tu. I'm so sorry. Sorry. So, usinicharge. Chukua mimi pia ni mtoto wako. Yeah, exactly. Anaweza kosea pia mahali. Nirekebishe, nipigie simu niambie this but usirudie. Don't charge me.
na single mothers. Nawapenda sana. Niko kwa hiyo kiatu. Kama single mothers kweli Mungu awape nguvu. Mungu na kazi ngumu ya kulea watoto bila wazazi baba. Nawaombea Mwenyezi Mungu awape nguvu kumlea watoto wenu. Hata kama mwanamume atatokea kwa maisha yenu, usiangalie ati ni mapenzi, muangalie watoto wetu. But I can see you're very strong, Metrin. You know? Na wasichana wenzangu, nataka niwaambie, najua mko mahali pia huenda mnayapitia haya. Wanaume wanajitokeza kwenye mitandao aina yote. Hata kwa kanisa. Wanatoka mpaka kanisani. Nataka mjichunge, mkue makini. Si wote wanakuja na nia ya mapenzi ya ukweli. Wengi wanakuja kuwavunja mioyo. Wengi wanakuja tu kuwa destroy. Mkue makini sana. Wengi wamekuja na majina ya kujiita wanajeshi, wanaharibia hata wanajeshi wenyewe majina na si wanajeshi. Naomba mkue makini. Nawapenda sana dada zangu. Na ukipata red flag, ukiona tu ka red flag hivi, don't ignore. It is painful. It is a very, very painful story. But you have to carry on. Mayatima. You have to strengthen yourself. Najua pia madada zangu ambao mamangu aliwaacha. Nawapenda sana. Najua mnapitia mayatima, kukosa mama, kukosa baba. Ni ngumu. Maisha ni ngumu. Sina vile naweza wasaidia wadogo wangu. Maisha mimi mwenyewe ya shida kweli. It's okay, Medre. It's okay. It's okay. Najua kuna siku Mungu atakumbuka. Ni sawa. Saa ingine maisha inakuanga ngumu wezangu. Na hiyo ndio maisha ya Metri. Hiyo ndio amepitia. But we thank God that watoto bado wako sawa. Uko na watoto sahihi, unaishi na watoto? Yes, naishi na wao wote. Watoto wanasoma. Hii madeni ilifika wapi? Madeni niling'ang'ana, nilikuwa na 148,000. Usijeka hizo za nyumba nini. But ya nyumba nilikuwa nadaiwa sana, lakini kuna msamaria alitoka na akanilipia rent. Watoto wanasoma? Aka kadogo kako how old? Sahi Kako 8 months. 8 months, 7 months. Ni kadogo. Lakini kijana anaenda grade 7. Sasa ukienda vibarua mtoto unamwachia nani? Kuna yenye naenda na yeye. Na kuna yenye naweza achia tu jirani nikimbie. Maana daycare huyu msichana aligonjeka sana. Pneumonia, so naogopa daycare. So hiyo kanisa inaitwa aje? Ya huyo mchungaji I think is a man of God for real. Elevation Church. Iko wapi? Iko tu Kibra. Line 7. Kuna uwezekano huyu mama alikuwa anaambiwa ni mama wa huyu. Is guide, tumuite guide. Hiyo ni plan wanaplania watu. Yes, kwa sababu bila alienda off, hiyo mama pia alienda off. Hiyo ni kazi wanafanya. So wajawahi onekana mpaka. Then ukiwa hapo huko ujue hata mtoto alizaliwa na ni mtoto wako. By the way utakufa kama ujaripia hiyo kitu. Don't do this to young girls. Utapatikana tu. Siku moja Mungu atakuanika. Utajua ujui. So it is well. Nataka uambie mtu mwenye ako hapo maybe because there must be a reason why you ulitaka kushare story na sisi. Ni kweli? Yes. Nataka uongeleshe hao watu, umeongelesha wasichana, nataka useme maybe unaweza saidiwa aje. Kwa naona hapa kuna watoto
hapa kuna nyumba. Kazi bado si ile kazi ati unaweza sema ni kazi. Si ni kweli? Ni ile tu ya kupata bahati. Unaweza pata leo, kesho utapata. Uongee na mtu mwenye ako pale, maybe we never know, lakini kuna watu wamebarikiwa, lakini wamebarikiwa na wanapeananga. Kwa si watu wote ati unaweza kuwa umebarikiwa. Unaweza kuwa umebarikiwa but it's hard for you to give out. So kama umebarikiwa, hata kama una hiyo pesa mingi, hata kama ni 100, unaweza saidia metri. Sana sana sifanyangi hivyo. But hii itabidi. Ebu na ule mtego. And by the way, umefungua watu wengi sana macho. Asante. Ungetaka usaidiwe vipi na watazamaji wetu? Kwa kweli vile nikaa hapa, hayo madeni bado yananisumbua. Na hali yenye mtoto wangu ako ni mdogo, siwezi sema ninaweza enda nifanye kazi yenye nitakaa mpaka jioni kabisa. Tamanio la moyo wangu, ningeomba kama unaweza tu nisaidie nilipe hayo madeni au nipate kazi yangu. At least nikikuwa na kazi yangu itanisaidia nilipe rent, itanisaidia nisomesha watoto ndani, itanisaidia mwenyewe na kula. Ninaomba tu hiyo kidogo yenye nitakuwa nayo kini support deni, at least aibu iniondokee. Watoto ni wangu na siwezi kataa ati juu hiyo hali nifanyie ile sitalea. Naomba tu Mungu anipe uzima, nitalea watoto na watasoma. Hilo tu mnipunguzie hilo deni na nipate kazi. At least hata nikipata tu hata kibanda, mimi nitashukuru Mwenyezi Mungu na nitawaombea Mungu awabariki zaidi. Na kama ni kazi ya kuajiliwa kimwezi, ni kazi kama gani unaweza fanya? Na najua uko na watoto. So yes, kuna kazi yenye maybe inaweza kulipa vizuri that you know that you are capable of doing. Mostly napenda kuuza tu nguo. Na hii hata ya kushona, maybe ukipata kazi ya kushona? Hiyo kushona kwa sasa sitaki kwa sababu ukifua na hiyo machine stima kuna vile inaanza kunisumbua. So hiyo hapana, maybe tu kuajiriwa hivyo tu. Tingine. Kama uko na kazi mzuri, hata kazi ya nyumba, watu wenye wanaishi Runda na hizi nyumba kubwa, kindly consider this lady, consider. Namba yako? Maybe unaweza taka kuniongelesha some advice. Labda uko na msaada wote unataka kunipa. Namba yangu ya simu ni 0797953116. 0797953116. Jina ni Metrin Nanjala Macheso. Mungu wa amani awabariki zaidi. Na hapo ndipo tumefika kipindi chetu cha siku ya leo. Consider subscribing, share our videos and like to us a comment. We are out. God bless you.